kuguzia jambo kuhusiana na safari hii ambayo tunatembea, safari ambayo ni ya kuhamasishana na kuweza kujulishana yale mambo sisi kama Wakatoliki we are supposed to do kwa sababu ya kipindi hiki cha Lenten campaign. Asanteni sana kwa sababu najua tuliweza kutathmini last week mambo ya madeni katika nchi yetu na pia madeni katika familia zetu, kwa sababu tunajua familia nzuri ndio zinatengeneza nchi. Katika jambo ambalo tutaliangazia siku ya leo tukienda katika majumuiya yetu ni jambo la utakatifu na heshima kwa maisha ya mwanadamu. Heshima ama hadhi, kwa sababu tumeweza kushuhudia matukio mengi hasa katika nchi yetu, katika kanisa zetu, mambo ambayo tumeweza kuwa tukijihusisha kama nchi ambao yameweza kutuadhiri sisi kama Wakristo. Tumeweza kuangalia kwamba tumekuwa na cases ambazo tumesikia vijana wetu wameenda kutafutiwa kazi katika nchi ya nje, na kisha tunasikia wanaingizwa katika vita ambavyo haviwahusu. Watu waache kutoka nje tafadhali. Wakati mtu anaongea mnatoka nje, hiyo sio tabia nzuri. Asante Father kwa kunishikia hapa. Tunajua ya kwamba vijana wetu wameweza kutumiwa vibaya na nchi yetu na wenzetu, kwa sababu tunajua kuna agents ambao wanadanganya wenzetu. Kuna kazi nje, kisha ukishafika huko unajipata wewe ni soja na hujawahi shika hata bunduki. Wewe utawawa ama utaua? Si utawawa. Lakini tukiangalia chanzo cha mambo haya, kwa njia moja ama nyingine sisi tunachangia namna gani? Tunachangia kwa sababu kuanzia pale mwanzo, wakati wa uchaguzi labda wa nchi, tumeweza kuwekeza viongozi ambao hawafai. Na viongozi ambao hawafai, wakati umeweka kiongozi ambaye hafai, hujaweza kuzingatia mtakatifu katika zoezi hilo na kuweza kuchagua kiongozi wako. Ndiposa tunaona kuna vita even beyond our boundaries. Kuna vita Iran, kuna vita US. Lakini tukiangalia sana ni uongozi mbaya. Siku ya leo tuko na uongozi ambao tunatarajiwa tuweze kuexercise highest level of integrity. Ukiweza kuchaguliwa kama kiongozi, jaribu kuzingatia mambo ambayo yana promote human dignity. Mambo ambayo yana promote human dignity, tukiweza kuondoa mambo ya corruption. You realize many occasions wakati wa uchaguzi kapesa kanatembea hapa na pale, unapatiwa 200, unaweka kiongozi ambaye hafai. Kisha baadaye matokeo ama consequences za kupata sisi kama wananchi, sisi kama wanajumuiya. Tukifika pale katika jumuiya zetu, tuweze kuangalia mambo haya kwa kina, ndiposa tuweze kutengeneza familia ambayo inafaa, kisha kanisa ambalo linafaa, na baadaye nchi ambayo inafaa. Mungu ni mwema na kila wakati. Asanteni sana.